Basi tumshangilie. Amen. 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 Kijana mwenzangu kwa nini ulaniwe? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Makutano, Bwana asifiwe. Hebu tupigane mikono namna hiyo, hapo tupige makofi mengi na vigelegele. Mwambie mwenzako njoo tumalizie pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndani mchache saa 12 na dakika. Bwana asifiwe. Lakini kabla sijaendelea nimulete babangu ambaye tuliongozana kutoka Zega huko. Tukafika pamoja hapa wasalimia alafu wage. Alafu wakati huo wale ambao wamefanywa matendo makuu ya Mungu waanze kujiandaa waje hapa ili Mungu atukuzwe kupitia wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa Yesu. Basi kwa nafasi hii sisi tumekuwa hapa katika kuanzia Ijumaa mpaka leo, na sasa hivi ni mkutano wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru wakubwa na washukuru serikali kutupa kibali cha kuweza kusimama na kulitangaza neno la Mungu kwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Na kwa sasa tunamaliza, tunawaaga, mkae kwa amani, mkae na amani ya Bwana. Tunasema asanteni sana kutukaribisha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakaribishe wale ambao Mungu katika siku hizi 3 Mungu aliwatendea, aliwaponya, aliwatoa kwenye vifungo mbalimbali, uweze kuja hapa. Wewe kama unajua Mungu alitenda jambo kwako, njoo simama hapo. Njoo tu. Nikumrudishia Mungu utukufu. Simama, geukia huko, kaangalie wale ambao wametendewa. Mbona wengine naona hawasogei? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mbona wengine naona, kuna wengine naona kule mama wametendewa lakini wanaogopa kuja. Unaogopa kwamba hata la kujua kwamba atasababisha ende mbinguni. Bwana asifiwe. Kaburi moja tu ndio watu wanaingiaga peke yake, mmoja anaingia kaburini, kwenye kaburi moja tu. Wewe na mwanaume wako, wewe na mke wako, unaenda peke yako. Bwana asifiwe. Ndio maana hata kumwamini Yesu unamwamini peke yako. Maiki nyingine kwa wapi? Yapo, wapelekee mimi baki na hapo. Ukipewa maiki utasema ulikuwa unasumbuliwa na nini? Sogeeni nyuma kidogo huko niliko, ili maiki iweze kufikia. Okay, binti yangu hapa. Geukia kule wakuone watu. Unaitwa nani? Unaitwa Leticia. Ulikuwa unaumwa nini? Tumbo inajaa. Linakuwa kama likoje? Yaani kama unaona kule nyuma anakuja kama mtu. Nyuma unakuwa kabla anakuja mtu. Halafu yaani giza, yaani unaona. Tumbo liko inajaa, halafu akisema naona kabla nyuma yake kuna mtu yupo. Sasa hivi? Yaani sasa hivi yaani kifua bado. Bado kifua peke yake. Sasa hivi tunaponywa, mpe mwenzako hapo. Haleluya. Haleluya makutano. Amen. Namshukuru Mungu, leo hii nimesimama hapa. Yesu ameniponya, kwa sababu pale naenda kuokoka mimi nilikuwa ni mgonjwa sana. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa naumwa mwili mzima. Unaumaje? Yaani unauma kama kuna, yaani mle ndani kama kuna kitu kinapita kinakokota kila sehemu. Nilipoenda hospitali nilipimwa sina ugonjwa. Tayari muda huo nilikuwa nimeshaenda kwa waganga. Kila nikitumia dawa hali inazidi tu. Nikinywa vidonge hali inazidi tu.
Hatima yake nikasema ninakubali kwenda kwa Yesu na sasa nipo mzima. Makofi mengi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Asante. Karibu bibi yangu. Naam, unatambulisha na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na mimi namshukuru Mungu sana. Amen. Kwa uwezo wake ameweza kuniponya, nilikuwa naumwa miguu. Lakini sasa namshukuru Mungu. Ndio. Aliponiombea mtumishi wa Mungu, yani nilipoenda nyumbani tu, yani nikawa najisikia niko vizuri sana. Sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri, yani hata hapa naweza katika kusherekea hapo. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Makofi mengi kwake. Yesu amemponya, sio mimi. Yesu ndiye amemponya. Mimi ni mjumbe tu wa Kristo. Amen. Karibu mama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Paulina Gimbui. Mimi napenda tu kuwashukuru wapendwa wenzangu. Ndio. Ninazidi kuwapongeza, mkutano ulikuwa mzuri. Tena ninashukuru, tuendelee siku zote. Wewe Mungu amekutendea nini kwenye maisha yako? Kwenye maisha yangu? Mimi Mungu ninamtendea kwa kunilinda tu niwe mzima. Humtendei wewe, amekutendea yeye nini? Au Kiswahili ndo tumepishana? Amenitendea. Haya, mpe bibi yangu pale. Bibi sogea huko. Ukishamaliza unaweza kaenda. Pole. Asante. Mimi naitwa Sala. Nimekuja hapa na umwamini. Binti, mbona umeondoka? Huyu anaitwa Sala. Sala, nimekuja hapa na umwamini sana. Ndio. Tangu jana na leo naona miguu yangu haijambo na shukuru. Umetokea wapi Sala? Kiswahili cha Kizanzibari. Iko Bahu. Ndio. Mungu akubariki sana. Umeokoka sasa hivi? Nimeokoka tangu niko Zanzibar. Ulikuwa Zanzibar? Nimesikia Kizanzibari hapa. Nimeokoka niko Zanzibar, nikabatizwa, nikanywa na ukanywa na dawa kidogo. Tunakubariki sana. Ndio. Nikanywa na ile nani ya Yesu ile. Kwa hiyo damu ya Yesu. Mimi nimeokoka zamani sana mie. Okay. Mungu akubariki. Makofi kwake. Alikuwa anauma miguu sana na mkono. Yesu amemponya. Bwana asifiwe. Amen. Na wewe mwanangu. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Sofia Fundi. Sofia Fundi. Nilikuwa naumwa sana. Ndio. Mwili kuisha nguvu. Mwili unaisha nguvu. Mungu akaniponya. Ndio. Mpaka sasa hivi najisikia niko vizuri. Amekuponyaje Mungu? Yaani nilikuwa niko kwenye nguvu za giza. Ulikuwa kwenye nguvu za giza? Ulikuwa kila unaota nini? Ndoto. Unaotaje? Uko kwa wachawi. Ulikuwa kwa wachawi, unapelekwa kwa wachawi usiku. Alafu ukiamka asubuhi uko nyumbani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa hivi anasema, unasemaje sasa hivi? Waambie mwenyewe sasa hivi umekuaje? Niko vizuri. Sasa hivi uko vizuri. Bwana Yesu amemponya. Bwana asifiwe. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi kuna wengine naenda kuwaponya, alafu tunamaliza mkutano huu. Wewe ambaye unasumbuka na kuteswa mengi na waganga na wachawi na kila namna, Yesu anaenda kuponya bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Umeenda kwa waganga imeshindikana, umeenda hospitali imeshindikana, Yesu anakuponya bure. Bwana asifiwe. Mimi sikupi hirizi, sikupi dawa, sikupi kitambaa, sikupi chochote. Nakupa jina la Yesu peke yake. Jina la Yesu linakufungua, linakutoa kwenye mateso ya kila namna. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe kama unajua unaumwa, unalala, unaota ndoto mbaya, unapelekwa na wachawi popote pale, unaota ovyo, unajisikia unaumwa chochote kile, njoo hapa unaponywa. Sisi tunaondoka zetu huku umeshaponywa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Nataka ninene maneno ya Mungu kwa muda mfupi, alafu niingie kuwaombea. Bwana asifiwe. Leo nasoma mwenyewe kitabu, sitaki kusomewa. Mathayo mtakatifu sura ya 24 mstari wa 37 binasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu.
kwa kuwa maana vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa, na wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa na mwingine mmoja ataachwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ninatetemeka katika maendeleo na ulimwengu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaangusha ngome zote za giza na falme zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna mapepo mnyamkela masangwa kwa jina la Yesu bila mamlaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo sasa inavyoenda kuwa leo, ndivyo inavyoenda kuwa sasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu anaenda kurudi, lakini tunapokupa maneno haya Yesu kurudi, ni lazima Yesu alithibitisha neno lake kwa kuondoa magonjwa ndani mwako, kwa kuondoa mateso ndani mwako, kwa kuondoa masumbufu ndani mwako, kwa kuondoa mateso ya kila namna kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Haiwezekani kuhubiria habari za Yesu za kurudi kwake na unyakuo wa kanisa alafu nikuache na magonjwa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu amenipa mamlaka ya kila namna, ninayo, natembea nayo, nalala nayo. Halo. Bwana asifiwe. Wakati wa kipindi cha Nuhu, watu walikuwa wakioa na kuolewa. Biblia inasema watu walikuwa wakiuza na kununua kama ilivyokuwa sasa hivi. Lakini nataka nikwambie, tengenezea mic, imeweza kuharibu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wakiuza, wengine walikuwa wakinunua, wengine walikuwa wakioa, wengine walikuwa wakiolewa, wengine walikuwa wakienda kila sehemu, kwa kila mmoja kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo sasa Yesu anavyorudi. Wakati huu watu wanaoa na kuolewa, wakati watu wanaendelea kuuza na kununua, maneno ya Mungu yanapofanyika mahali hapa, wengine wanasagika moyoni, wanaona kama tunapiga kelele. Lakini nataka nikwambie, Yesu anaenda kurudi sasa, wakati sio muda mrefu. Pamoja na kukasirika, pamoja na kula wembe, Yesu anarudi. Yesu anarudi pamoja na mambo yako, pamoja na utawe wako, pamoja na uzeze wako, pamoja na uweze wako, pamoja na kupata bangi, pamoja na kula ugoro, pamoja na kutokana. Yesu anakuja na kukuta na mambo yako hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikushauri wewe mtu wa Isagege, kazi ni moja, kukemea kwa Yesu, kuacha kula ugoro, kuacha kula bangi, kuacha kuzenzi, kuacha utawi, kuacha kukuloga watu, kuacha kufanyia watu mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ni kwa nini anarudi. Juzi niliwaambia vijana walikuwa wanaoana wenyewe kwa wenyewe, lakini leo nataka nikwambie ni kwamba Yesu anaporudi, wakati huo na nyakati kama hizi, wakati anapokwenda mbinguni, wanafunzi wake wakamuuliza, wakati unarudi tutatambuaje kwamba wakati wa kurudi umefika? Yesu ndipo akawaambia, wakati wa kurudi kwangu matetemeko yatatokea mahali mahali, vita itatokea mahali mahali, kila kitu kitatokea kila sehemu, nanyi mtasikia upendo wangu utaisha. Watu watakuwa wenye kupenda fedha, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hapo atakayekuwa anapenda jirani yake, hapo atakayependa ndugu yake, hapo atakayependa watoto wake. Watu watapenda mali kuliko kawaida. Ndio maana leo wako tayari kutoa watoto wao kafara, ili mradi aweze kupata mali. Ndizo dalili za kurudi kwa
tayari kuacha kusikiliza habari za Yesu na kuiacha dhambi na kuacha kucheza ngoma, kujidose na kucheza nyoka. Watu wako tayari kufanya mambo hayo na kuacha kumfuata Yesu. Ninachotaka nikwambie, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Kimbilia kwa Yesu. Uache dhambi, uache uzinzi, uache wizi, uache uchawi, uache uganga unaofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, ninapokuambia kwamba Yesu anarudi, taifa la Israeli ambalo ndilo Yesu alilozaliwa tayari wameshajikusanya, wameshakuwa pamoja. Watu wameshatoka Russia, watu wameshatoka Marekani, wamerudi ndani ya Israeli ili kwamba Yesu anaporudi kunyakua watakatifu. Nataka nikwambie jambo ambalo linaenda kufanyika sasa hivi ni vita vya mpinga Kristo. Lakini vita hivyo vya mpinga Kristo ni lazima kwanza watakatifu wawe wameshanyakuliwa. Biblia ina watu wanafikiria kwamba ni wale wote ambao wamo ndani ya kanisa, na mimi jana nilikwambia sio wote waliomo ndani ya kanisa, bali ni wale walioacha dhambi, wakaamua kuacha maisha yao ya anasa, wakaamua kuacha uchawi ule ambao ulikuwa unasababisha waogopeke, ukakata kuacha uganga wao, wakaacha kucheza ngoma. Ndio watu hao ambao Yesu anakuja kwa ajili ya kuponya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize nikwambie, mtu wa Isagani, Yesu amekuletea habari njema, habari ya ufalme wa Mungu, ili kutangaza amani kwa wote ambao ni wako hai. Wengine wanasema wakati mambo haya yanatokea wao watakuwa wamekwisha kufa. Ninachotaka nikwambie, hata ufe sasa hivi, nataka nikwambie ni kwamba yale mateso ni lazima utakumbana nayo. Kama utakuwa umekufa sasa hivi, utaenda sehemu moja inayoitwa kuzimu. Wale waliokuwa wakitenda dhambi wanakwenda kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu akasema nyakati za kurudi kwangu, kuna mto mmoja katika bustani ya Edeni. Mto ule unaitwa mto Frati. Ule mto ndio unaogawa maji dunia nzima. Kila mto unapokea maji kupitia pale. Ule mto umekwisha kauka. Uko kama hapa sasa hivi, hauna maji. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka nikwambie, ule mto ndio ambao ulitabiriwa utakaopitisha majeshi kutoka mashariki ya kati, kutoka kaskazini kwenda kuipiga Israeli. Na ule mto tayari umeshakauka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia ikasema kabla Yesu hajarudi ni lazima Injili itahubiriwa kwa watu wote dunia nzima. Lakini sio kwamba watu wote wataokoka. Hapana, haijasema hivyo kwamba watu wote wataokoka. Maana yake watu watasikia wote. Atakayeamua kuokoka ataokoka, atakayeamua kuacha ataacha, ama ataamua kwamba bora nisalimishe maisha yangu kwa Yesu atayasalimisha. Lakini sasa ni kwamba Injili ni lazima ihubiriwe kwa mataifa yote. Mataifa ya Kiislamu yalikuwa yakubali Injili. Leo hii makanisa yako kule, wewe ni nani hata upinge? Nataka nikwambie, ukenda India watu walikuwa wanaabudu Mungu wao Buddha, lakini leo hii makanisa yako pale. Kila sehemu wameshaisikia Injili. Wewe utake usitake ni lazima utasikia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kulazimishi kuamini Yesu, ila umesikia. Ukubali kuokoka sawa, ukatae sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kazi ni hiyo tu. Mimi ninapiga kelele hapa. Kazi yangu ni kupiga kelele. Wewe usikie, uache, ukubali, yote mimi ni sawa.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Isagede. Ngoja nikwambie sasa, baada ya kanisa kunyakuliwa, baada ya kanisa kufanya nini? Kunyakuliwa, ndipo atawekwa tayari mpinga Kristo. Lakini kabla ya kuja kunyakuliwa kanisa, tayari mpinga Kristo ameshaanza kutumia manabii wa uongo, ambao ndio hawa wanaouza mafuta ya upako, ambao ndio hawa wanaouza chumvi ya upako, ambao ndio hawa wanaouza vitambaa vya upako, ambao ndio hawa wanaouza keki ya upako, wanauza maji ya upako, ambao wanaita maji ya baraka, ili kwamba ukisikia hapo ndo unayanyunyiza yale maji. Ninachotaka nikwambie, unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize injili tokayo kwa Mungu moja kwa moja. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapoanza kutengeneza mazingira kurudi kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo, tayari shetani ameshaweka mpango. Wewe kama unatumia maji ya upako, chumvi ya upako, maji ya upako, sehemu yako ni jehanamu, wala hakuna kupisha kabisa. Na siweze kukudanganya, kama unakahirizi, sehemu yako ni jehanamu. Kama bado ni mzinzi, sehemu yako ni jehanamu. Kama bado unachukua wake za watu, sehemu yako ni jehanamu. Kama una wanawake 3, 4, 5, kuanzia 2 kwenda juu, sehemu yako ni jehanamu. Mwanaume ameumbiwa mwanamke mmoja, ndio maana tumeambiwa Adamu alipewa mke mmoja. Kama una wake 3, 4, 5, wewe ni jehanamu tu. Kama wewe ni mwanamke, una wanaume wengine nje, huku na wanaume mwingine unalala naye, wewe ni jehanamu. Siwezi kukudanganya, sina mahali pa kukupeleka, siwezi kupaka mafuta, sina mbingu ya kukupeleka wewe. Nataka nikwambie, ukubali uokoke uende mbinguni, ukatae ufe uende jehanamu. Siwezi kukudanganya kwa lolote lini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize nikwambie, baada ya Yesu kulinyakua kanisa, ndipo mpinga Kristo atakapowekwa hadharani. Kwa lugha nyingine ya Kiarabu anaitwa Masihi Dajjali. Bwana asifiwe. Kwa wale wanaojua Kiarabu watakuelewa. Huyo Masihi Dajjali atakuwa na nguvu nyingi. Ninachotaka nikwambie, ataweza atajiita yeye ndiyo Yesu mwenyewe. Bwana tusaidie. Atatembea kila mahali, maana yatakuwa na nguvu ya kila namna. Atakuwa na visa ya kutoka Marekani kuja Tanzania. Hakuna kumuliza yeye, ni kuondoka tu. Ninachotaka nikwambie, atawaambia mimi ndiyo Yesu. Ninaweza kuwaleta ndugu zako waliokufa zamani. Utamwambia nionyeshe Yesu yunani, nionyeshe babu yangu yuko wapi. Atamuinua jini moja, atampashi kabisa nani sura ya babu yako, itasimama pale. Jini yuko pale, jini makata, ndiye atawekwa pale. Ukimwona wana babu yako, ukimwona mwana shangazi yako, ukimwona mtoto wako aliyekufa zamani, unamwona ni mke wako aliyekufa, unamwona ni mama yako aliyekufa, unaona ni watoto ndugu zako waliokufa, kumbe ni jini liko pale. Wakati huo ndipo atakapoambia imekupasa uniamini. Watu wote watamwamini. Wale wakati huo ambao watakuwa wameacha kipindi cha mpinga cha kanisa kunyakuliwa. Bwana asifiwe. Watu wengine watasema hapana, itapitishwa sheria, hakuna kununua, hakuna kuuza, kaka oichukue ile chapa ya mnyama yeye mwenyewe ambayo inaitwa 666. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize nikwambie, mtu aliyeko mahali hapa, wao watakaokataa kumwamini, ndipo itakapotolewa sheria. Watamwamini kwa nguvu,
watamwamini kwa kuteseka. Ndipo utakapoletwa upanga. Atatembea na watu ambao ni wakali. Ukiambiwa babu zako hizi hapa, mimi ndiye Yesu, mimi ndiye ufufuo wa kweli na uzima, atawaambia hivyo kwamba hawezi kufanyika kitu chochote bila mimi. Atakwambia sasa nataka nikufanyie muujiza. Uko tayari kuniamini kufanyia muujiza? Utasema ndio, niko tayari. Na wakati huo una njaa. Wakati huo kutakuwa na njaa. Sema njaa. Sikiliza nikwambie njaa itatokanaje kabla sijaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Utashinda kunielewa, ngoja nikwambie. Leo hii kulikuwa na kuku wa kienyeji, kuna kuku wa kizungu, kuku ambao wanatolewa maabara. Bwana asifiwe. Siku hizi, kipindi cha nyuma, kulikuwa na matango, malimbe yale ya kienyeji. Hayapo kwa sasa hivi, yanaonekana matango yanayotoka dukani. Alafu kiyapanda hayawezi kukaa sawa, ni mpaka uweke mbolea kutoka dukani. Mbolea yako ya ng'ombe tena miaka inayokuja haitakuwa na uwezo wa kufanya kazi. Bwana tusaidie. Kama utaki kuelewa ndio uelewe leo. Huo ni mpango wa mpinga Kristo ili namna ya kuwakamata watu. Kwa hiyo wengine watasema nitakuwa na chakula changu ndani nitaanza kulisujudia. Hapana. Wakati huo hutaweza kulima kitu, kitaota kwenye ardhi. Ni mpaka kwenda kupiga goti kwake aweze kukupa mbegu, aweze kukupa mbolea ili uweze kupanda ndio upate chakula. Uelewe kama ulikuwa hujui. Leo hii nyama inapigwa marufuku. Iko mabara imetengenezwa ya nyama ya kutoka dukani, sio kuchinja ng'ombe wako. Nyakati zinapoja, ni heri ungeikimbia dhambi mapema wakati Yesu analinyakua kanisa. Na wewe ni moja wapo ile shida ya mpinga Kristo isije ikakukuta. Ninachotaka nikwambie, kama unashinda kwa katika kipindi hiki, kipindi cha mpinga Kristo, wewe utaweza kuokoka kwa damu yako. Utaweza wewe. Ninachotaka nikwambie, itakuwa ni njaa ambayo ni kali. Baba atakula watoto wake, mama atakula watoto wake. Ni heri wakati huo ukija kukokota, ujanyakuliwa na Yesu kwenda kumlaki pale mawinguni namna hiyo, ikukute hauna mimba. Lakini itakuwa ni ole wao kwa wale wenye mimba, maana watasema ni heri tusingezaliwa, ni heri tusingepatikana mimba zetu. Watu watakaa kujifungua hadharani namna hii, na hakuna mwanaume atakayemtamani mwanamke. Wakati huo ile tamaa ya dhambi ya uzinzi itakuwa imekomeshwa. Utakuwa ni wakati wa mpinga Kristo ili kuweza kuwafyata muweze kupepetwa kama ngano. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza injili ya amani iletayo wokovu kwa watu wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo watu watakatwa vichwa. Ataambiwa ninataka nikukate mkono. Nikisha kukata mkono alafu nitaurudisha. So unakumbuka Yesu alipokuwa amekamatwa kwenye ile bustani ya Gethsemane, yule mtumishi mwenzake, mtumishi wake alivyochukua upanga kaufuta, akampiga yule mlinzi wa kuhani waliokuwa wamekuja kumkamata Yesu. Akachukua lile sikio akalirudisha. Sasa mnakumbuka kwa Biblia? Na yule Masihi Dajjali atawakata mikono, alafu atauchukua mkono ataunga, akamwambia si unakumbuka Yesu alichofanya? Mimi ndo mwenyewe Yesu. Bwana asifiwe. Watu wengi watamwamini na atawapeleka jehanamu. Kazi ya Shetani ni kuwakusanya mataifa yote, ni kukusanya umati wote, kwa sababu anajua mbinguni hana mahali. Kwa ni kuhakikisha watu wote anawapeleka jehanamu ya moto, mahali ambapo watakuwa na mateso usiku na mchana. Hakuna kulala wala hakuna kusinzia, ni mateso mwanzo mwisho. Ndio maana nakwambia, rafiki yangu mwenzangu, rafiki yangu wa kike na wa kiume, baba yangu na mama yangu, wadogo zangu, wakubwa zangu, mwaminini Yesu.
Mwaminini Yesu. Mwaminini Yesu. Yesu yeye ni njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sihubiri habari za dini hapa. Ninahubiri habari za kumwamini mwanaume mmoja Yesu. Mwanaume mmoja anaitwa Yesu, ambaye yoka narudi. Dini yako inaweza kawa ni nzuri, lakini unaweza kupeleka mbinguni. Unaweza kawa yaabudu dini, lakini dini ni hapa tu. Tulizaliwa tumezipita. Babu zetu walikuwepo, walikuwa wanaziabudu sana, walikisha kufualisha kwenda jehanamu. Lakini tunataka nikwambie, sio kuiabudu dini. Ninakupa Mungu wa kweli, ambaye sio wa kupapasa, sio wa kupapasa. Yeye sio miungu ya kigeni. Yeye ni Mungu wa kweli, ambaye ni wa haki. Haleluya. Haleluya. Ninawaiteni watu wa Isagenge, njoni kwa Yesu. Yesu anawaita. Yesu anawaita. Anasema njoni ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, naye atawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko tayari kuokoka, njoo hapa haraka. Uko tayari kukimbia ile dhambi, njoo hapa haraka, kabla ule wakati mimi sikutishi ya kwamba labda ninakutisha ili muamini Yesu. Hakuna, nachokwambia ni hakuna. Sikutishi ila utajionea mwenyewe. Nimekwambia sio lazima kuokoka, ni shauri yako uokoke au katae. Naomba tusogeleane. Naomba tusogeleane. Naomba tusogeleane. Naomba tusogeleane. Ninakushauri mwenzangu, ni hilo muamini Yesu hivi karibuni mapema, bila kusubiria wakati wa mpinga Kristo. Na wakati wa mpinga Kristo umeshafika. Na wakati wa mpinga Kristo umeshafika. Hata hawa manabii wanaosikia wanakuja kuja kutaka mali zako. Hawa watu wote wanaosikia wanakuja kutafuta mali zako. Kile kitambaa cha upako huwezi kununua bure, ni hela. Maji ya upako huwezi kupata bure, ni hela. Nimekuletea Yesu uponyaji wa bure. Hakuna kulipia chochote. Sijaja Isagenge kuwatapeli pesa, ni bure. Nimewaletea Yesu bure. Nimewaletea Yesu bure. Nimewaletea uponyaji bure. Usina bure. Ukishakuwa nayo unao tere. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu mmoja aliyekuja kuokoka inue mkono juu. Mtu mmoja aliyekuja kuokoka inue mkono mmoja juu. Alafu asogee huko mbele. Kama hutaki kuokoka, nenda kafe vizuri, alafu nenda jehanamu. Siku ya msiba utakuja kula wali na kunywa uji na kula ng'ombe uliokuwa unao. Bwana asifiwe. Sogeeni huku, sogeeni huku, sogeeni huku. Unafikiri mimi nakubembeleza? Mimi sikubembelezi. Wewe unataka kuokoka, njoo. Utaki, acha tusubirie siku ya kufa kwako, uende jehanamu. Sisi tubaki tunakula ng'ombe wako na kunywa uji na wali ulioulima. Alafu wanawake wako leo jilimbikizia, wanaenda kuwa wanachukuliwa na wengine tena, na wenyewe wanaenda jehanamu. Alafu likume umeng'ang'ania uzinzi. Aliyekuja kuokoka mtu mmoja, sogee hapa. Aliyesikia Yesu anamsemesha kuhusu kuokoka, sogea hapa, afugeukia kwangu huku niliko. Huku niliko. Unaniona mimi niliko? Unaniona hivyo? Geuka huku kwangu, geuka hivi. Hivyo. Aliyekuja kuokoka. Mwingine aliyekuja kuokoka. Aje ungane na baba hapa. Mimi sijaja kukusihi wala kukubembeleza. Unataka kuokoka, acha. Mtaki, acha. Kwenda jehanamu ni wewe, mimi siendi. Maana mimi nimekwisha kuokoka na nguvu za Mungu ninazo za kutosha. Nauma nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mwingine kuokoka ya mwisho hiyo. Yuko wapi?
Yuko wapi? Nimesikia mtu asema ndio. Yuko wapi? Haya. Sema hivyo Bwana Yesu. Nini? Unauma kifafa? Muamini kwanza Yesu. Sawa? Leta mic nyingine hapo, mwekee kwenye mdomo pale. Muamini kwanza Yesu. Toa nani hapa? Nimeshamaliza katoa hii, nimeshamaliza kazi. Sema Bwana Yesu. Usishike. Weka hivi, mkono weka hapa kifuani, mwingine panisha juu. Inua juu mkono mwingine, juu hivi. Panisha juu hivi mkono. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Umekuja kunitania hapa. Haya toka. Umekuja kubembeleza mimi hapa. Unakuja kutania. Kwa nini utaki kufuata ninachokwambia? Unaona mimi hapa nacheza? Fuata ninachokwambia sasa. Haya, ondoka na ugonjwa wako. Kifafa chako kinihusu mimi bila kumwamini Yesu. Bwana asifiwe. Mimi sitaja kuwabembeleza hapa, maana hamjaniita. Umeelewa hilo? Punguza mziki. Umekuja kumwamini Yesu. Siwezi kukuombea uponywe bure bila kumwamini Yesu. Kukuombea unapona hapa hapa bure na kifafa chako kinaondoka. Utaki kumwamini Yesu, kusaidia nini? Alafu uende ukalewe tena huko. Alafu anze kugua kifafa, sema hata waombei. Ukija hapa mbele umekuja kwa kumaanisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikuombee uponywe, urudi kwenye pombe, mapepo ya kifafa ya kurudie, uanze kuanguka huko, sema watu wapone. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu sio za kujaribiwa. Wewe kama unajaribiwa, fanya sasa hivi, uone tunavyokuzika kesho asubuhi. Wale kuja kuombewa wagonjwa, wewe tumeshamalizana mpaka kumwamini Yesu. Utaki, tumeshamaliza. Wote wazima tuinue mikono, tumshukuru Mungu, tuende nyumbani. Mchungaji Zakaria njoo waombe. Njoo waombe. Mchungaji Zakaria. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo Bwana umetupa. Sante kwa wema na fadhili zako ambazo Mungu tumeziona. Weza wako na nguvu zako zimefanya kazi mahali hapa. Sante kwa wale Mungu walikuwa wameandaliwa kwa ajili ya uponyaji. Sante kwa sababu wale ambao Mungu walikuwa umewaita wameitika. Baba, nalibariki jina lako. Jioni hii ni jioni nyingine ambayo Bwana utaenda kusema na watu wako, wale ambao wamelisikia neno lako. Baba, uwabariki. Neno lako ni mbegu, tumepanda mbegu, wewe ndio utaotesha. Baba, ninaikabidhi mikononi mwako. Endelea kuonekana kwa ishara na maajabu ukitenda kazi yako. Kwa jina la Yesu naomba baraka kwa kila mmoja aliyepo mahali hapa. Bariki wakina mama hawa, bariki watoto, bariki wote waliokusanyika mahali hapa. Watie nguvu, wainue. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante Mwokozi. Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya wote waliotukaribisha. Mungu wabariki. Naomba na kushukuru ni kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Karibu mchungaji. Haleluya.
jambo jema. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya mahali hapa, maana ni Mungu mwenyewe ilimpendeza tuweze kupata nafasi hii ya